God bless you. God do you good. I now want to take this opportunity with all due respect. That was Studio A. Let's now switch to Studio B and welcome Mandita. Let's join our together and welcome Mandita. Sasa ndio aendelee. Sasa tupigie makofi Pastor kwa kutuongoza kipindi cha kwanza, na pia tuko na mheshimiwa Governor, na pia tumpigie makofi kwa kuwa nasi, na waheshimiwa wengine walioko hapa tuwapigie makofi ya juu. Tumejua sababu ambapo imefanya tukuje, na lengo letu ni pesa. Ambia mwenzako pesa. Tunataka pesa sababu sasa imetulemea. Kwa majina yangu naitwa Ole Somore. Mimi tunapatana tu kwa michezo ya comedy. Nakuanga na Mzee Kihejo, na nikasema leo nitakuja kushikilia JK kwa sababu ni rafiki yangu sana pamoja na familia yao. Kwa hivyo kwa sababu ya muda na wakati na ile pesa tunahitaji, kwa sababu naona tuko na waheshimiwa na pia JK ni mheshimiwa, na kwa sababu sisi sote ni marafiki wake, ile pesa ambayo umeleta usiseme unataka kuongezea 50, 100, 200, tatoa yote. Ndio tukisubiri wengine watoe yote. Mwisho wa ajabu tutakuwa tumepata zile pesa ambapo tunahitaji zaidi ya milioni ya mapesa. Mheshimiwa akuje hapa aendelee na kasi, na pia tuweze kuzungumza naye vile tunakuanga na yeye kama kawaida. Kwa hivyo Mungu ni mwema, na kwa sababu yeye ndiye amefanya tufike hapa, nataka tupigie Mungu makofi, kwa sababu wewe sio mgonjwa. Kuna mwenye yuko mgonjwa lakini Mungu atamponya. Makofi ya kwanza, ya pili, ya tatu, hiyo ni ya Mungu kwa kutupea nafasi tukaweze kufika mahali hapa. Wakati ambapo tutakuwa tunakusanya pesa, tutakuwa tunatumia paybill. Kiangalia kwa na karatasi zimeandikwa pale, kuna paybill itakuwa inawekwa pale, na pia tutachukua cash. Na kwa sababu ya hiyo, wale wanatusaidia kuhesabu pesa wako wapi? Ndio niwaone wale watu wa pesa. Mko hapa? Ujeni hapa sababu sasa wakati wenu sasa umefika. Joni hapa tuwaone, alafu mtajipanga. Yule atatupatia pahali ya kuweka pesa aweke hapa. Na mimi pia nitamwalika MCA ambaye atatujulisha wageni wetu, kwa sababu naona ni wengi, na tuko pia na mheshimiwa Governor, na pia na sisi wote tushikiliane pamoja. Hawa ndio watatusaidia kuchukua pesa. Haya, chondo iko wapi? Weka tayari chondo mahali iko. Alafu tutatuletea kale kamesa hapa, kwa sababu hiyo pia itawekwa chondo hapo juu. Alafu msikae mbali hapa hivi, ndio wakati tutakuwa tunachukua pesa, mjipange haraka haraka. Leta hapa. Ndio itatusaidia kuchukua pesa. Ya pili jambo ambalo itasaidia, tungehitaji mtu ambaye ataandika pale, atatusaidia ili kwamba sikiingia kwa M-Pesa tutakuwa pia na hesabu. Haya, asante sana. Mimi najua waheshimiwa wetu kuna mahali ambao wataenda, na sisi tutabaki hapa tukisubiri wageni, na pia tukizidi na kutoa pesa. Kwa hivyo jambo la kwanza nitapatia waheshimiwa wetu ili waweze kutuongoza. Tado Mugikuyu aigaga yajagioneke. Kama taranira yajagioneke. Do. Inyi muroiga. Ndio hau. Ni ndio yajagio. Na nyi mukaiga? Sawa. Kwa hivyo mheshimiwa wetu majority leader atatusaidia kutuletea mheshimiwa ambaye atatuitia waheshimiwa. Si mumejipanga vizuri? Ni mwihareirie? Mumejipanga? Semeni pesa.
Au mutrega na hinya. Semeni pesa. Asante sana. Nataka nipatie mheshimiwa ambaye atatujulisha waheshimiwa, alafu tupate kuendelea. Tupigie mheshimiwa makofi anapoingia. Tupige makofi mazuri. Thank you so much, Your Excellency the Governor, our Speaker of the County Assembly, waheshimiwa wote ambao tuko na wao, wahubiri familia JK na wale wote ambao wako area. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ambayo si ya kawaida sana, kwa sababu tunajua nafikiri leo ni kama rules zimegeuzwa kidogo, na labda ndio maana hatuko na umati mkubwa kama vile tunge expect siku ya leo. But for those that have come, tunataka kuwashukuru sana. Your Excellency, we are here kwa sababu ya ile sababu tumeambiwa, and that which you know. Ambao walianza kutayarisha haya mambo ni committee ambayo iko hapo, na kwa bahati nzuri tukawa mheshimiwa Dani Gitau alikuwa kwa hiyo mkutano that particular day. Kwa hivyo tulijua sisi kama County Assembly pia nasi tulikuwa tumeanza kujipanga. Niseme it is not our first time to visit JK's family. We have been through it with the family. Na maombi yetu ni kwamba even as we contribute today, lenye tunapaswa kukua nalo kubwa kwa roho zetu ni kuomba aweze kupata afya yake kamili, arudi kwa kazi zake, si ni kweli? So sisi tuko hapa with the county family led by our governor Dr. Paul Kimani, kwa sababu lazima he is one of us. As much as he is a member of this community, he is actually one of us in the county government. So nataka kuwashukuru wote ambao wamekuja, na tutaenda haraka. Na kama vile tumeambiwa na MC, siku ya leo kunayo sababu yenye ilikufanya utoke kwako. And there is that which you had purposed kupeana siku ya leo. So ya leo tunataka ikuwe a special one. Si ile ya kuanza kusema nani atazindikisha. Ile umekuja nayo, that which you had purposed to come and contribute, ukuje upeane mara moja. Hii si ile ya kushinda hapana, lete ile kidogo umebakisha, hapana. Ile umekusudia kutoa, tunatoa ndio tufanye hii kazi haraka. Na kwa sababu ya Excellency uko na another engagement, hatutachukua muda sana. Niseme nataka kufanya introduction, but before I do that, I want to salute the members of County Assembly of Kiambu. Kwa sababu tumekuwa pamoja kwa maombi, tukiombea ndugu yetu, na pia kwa kujitolea, mmejitolea ya kutosha. It is a big salute kwa sababu ya matoleo yenu. Najua tungependa kukua sisi wote hapa the 85 of us. Lakini kwa sababu Saturday inakuanga a very busy time for most of us. Najua wengine pia wako njiani watatupata tukiendelea. So I'll only do introduction of those that have already arrived. Nikijua kwamba kuna wengine wengi ambao wako njiani. Members ambao wako, tafadhali naomba mkaribie hapa ili tuweze kufanya introduction. Tupigie makofi. Tunakuanga wengi, tunakuanga 85, na kwa hivyo kile ambacho tutacontribute, msione wale ambao wako hapa. Mjue it is a representation ambayo iko, lakini wengi ambao wamesimama nasi wako njiani, wengine and the rest labda watakwama kwa sababu ya shughuli zingine. Tuko na jirani mwingine hapa anaitwa Honorable Mweferi, na yeye ni wa kutoka pale Witaidie. Tumpigie makofi. Tuko na dada yetu hapa, huyu tulipewa na chama ya UDA. Anaitwa Honorable Jane Monique. Tulipewa na UDA, huyu ni msichana wetu hapa Juja. Tumpigie makofi. Tuko na Honorable Munana, huyu naye ni wa ward jirani, huyu ni wa Juja, ward hapa inaitwa Theta. Tumpigie makofi. Huyu ndiye niliwaambia alikuwa pamoja na familia wakianza mipango ya hii harambee. Anaitwa Dan Gitau, mzee wa kazi, mzee mzuri, na yeye ametoka ward inaitwa Gatongora. Gatongora iko pale, ukifika Kamakis itisha nyama atalipa. Asante. Huyu naye ni Rusty Boni wetu pale bunge, na aliniambia February ataoa.
lakini tayari amepata msichana, kwa hivyo poleni kwa wale wangemezea mate. Anaitwa Honorable Wanyuto kutoka kwa Muthai Ward. Asante. Ndugu yetu hapa ni wa kutoka Gatundu South, ward inaitwa Kiganjo. Tupigie makofi, tunaita mzungu moja ama Mheshimiwa Kahora. Asante. Haya, huyu ndiye chairman wetu wa welfare. Wakati tuko na mambo kama haya, yeye huwa ndiye anatupanga, anatuorganize. Kama ni matoleo, yeye ndiye anatuambia tutatoa ngapi. Kwa hivyo kama angetuambia kila mtu 1,100, hiyo ndio tungefanya. Tunamuita Honorable Jino wa kutoka ward inaitwa Darungu Ward, Gatundu North. Tumpigie makofi. Gatundu South, sorry. Haya, huyu naye tuliletewa na chama ya Jubilee. Anaitwa Honorable Wanjiko wa Kumakiaba. Tumpigie makofi. Tuko na dada yetu mwingine anaitwa Wagingu. Naye pia tuliletewa na chama yetu ya UDA. Asante. Dada yetu mwingine hapa tuliletewa na chama, tunamuita Celestine. Tumpigie makofi. Haya, ndugu yetu hapa huyu tuliletewa na chama ya Jubilee amechaguliwa. The only Lu mwenye tulichaguliwa Kiambu amechaguliwa Kahawa Sukari, tunamuita Odhis Power. Tumpigie makofi. Haya, hiyo ndio timu yetu ya nguvu. Ni kijana mzuri anaitwa Odhis Power wa Jubilee. Hiyo ndio tuliacha ni watu wazuri, tunafurahi. So tunafurahia kuwa pamoja nanyi. Na mhubiri umetaja jambo nzuri ya kwamba we are not giving to Honorable JK because he's poor. It is only that for this particular time akona haja. Na kwa sababu ni vizuri nifafanue, although speaker anajua ataweza kueleza vizuri. Tunajua Honorable JK amekuwa mgonjwa for some time. Najua wengi wanaweza shindwa kwa nini tunachangia mheshimiwa ambaye ako na insurance. Ni kweli. Lakini mjue hata kama ako na insurance inakuanga na limiti yake ambayo inaweza mlipia. Insurance yake kwa saa hizi inaweza tumlipia 1,000,000. Na deni ambayo tuko nayo hospitali imefikia 6,000,000 saa hizi na bado inasonga. Sawa sawa. Kwa hivyo we as a people ambao tuko hapa na tunaomba hiyo the pay bill ambayo tulikuwa ina run chairman lazima itaendelea. Na nishukuru sana wale ambao wa marafiki zetu ambao wametoa pesa kwa mtandao. Hiyo mtandao tunahitaji even after today. Kwa sababu tunaweza kuwa hatutaweza kutosheleza pesa zote ambazo tunahitaji kwa leo. So chairman, hiyo mtandao iendelee, na wale ambao ni watu wetu wa media waweze kuisukuma kabisa ili tuende kupata watu wengi wa kutusaidia. So kwa siku ya leo tunaamini tutaweza kuchanga pesa kiasi mzuri, lakini tusikwamie hapo. Hata wewe ukikutana na hiyo pay bill, tafadhali changia tena. Sawa sawa. So nataka nishukuru na niite our speaker ili aweze kuendeleza hapo kwingine, na yeye ndiye atatukaribishia mgeni wetu wa heshima, gavana wetu wa Matangi. Leo tutaongea mambo mengi ya kazi, gavana ndiye ataongea kazi, lakini speaker tu kidogo uketi. Kwa sababu ukiangalia hapa nyuma, hii mjengo ambayo iko hapa gavana ni ECD Center ambayo inajengwa hapa Gashororo. Hii jengo ni madarasa 2 na ofisi ya mwalimu hapa katikati, na iko pia na store pande ile nyingine. Na pia kuna choo ambayo itajengwa hapa. Na pia wataweza kuweka amenities za michezo za watoto wetu. Gashororo, Juja Ward, tutakuwa tumejenga 2 kama hizi. Lakini ukiangalia Kiambu yetu mzima, tutakuwa tumejenga saa hizi 239. Na sababu moja ambayo tumekwama hapa Juja ni kwa sababu tuliruhusu watu wa Juja, tuliruhusu wakora wa mashamba ya umma waweze kukula mashamba. Kwa mwaka uliopita Juja Ward haikupata ECD Center hata moja. Not because we did not have money to do that. Lakini kwa sababu Juja Ward mashamba yote ya umma yalikuliwa na mabwanyenye ambao walikuwa hapo mbele yetu. Na ni jambo ambalo mimi nataka kukemea nikiwa MCA na nikiwa majority leader wa Kiambu, ya kwamba mashamba ya umma lazima yaachiwe yakiwa mashamba ya umma. Na wale wote ambao wanajua wamejenga kwa mashamba ya umma, it is a high time
tunaenda kureclaim hizo mashamba ili tuweze kufanya kazi mzuri ambazo tunataka kufanya. Your Excellency, asante kwa sababu hapa nyuma yetu tunayo hospitali kubwa ya watu wa Juja. Juja tulikuwa hatuna hospitali hata moja, lakini saa hizi governor umetujengea level 4 hospital ambayo itakuwa na vitanda zaidi ya 160. Na hiyo ni kazi ambayo governor unaifanya kwa kaunti yetu nzima. Tayari saa hizi governor ametujengea 6 level 4 hospitals kwa muda wa miaka 2 ambayo amekuwa kwa ofisi. Governor vile hapa Juja umetujengea several other level 3 hospitals. Na saa hizi kwa kaunti mzima zile ambazo zimekamilika, governor ameweza kukamilisha 26 level 3 hospitals ambazo watu wetu lazima wataenda. Kwa hivyo tunaomba watu wetu endeleeni kuombea kaunti, serikali yetu ya kaunti. Tunataka kufanya kazi na sisi ndio tutakuwa na sababu. Sisi ndio tutawapea sababu ya kuamka the year 2027 ikifika mwezi wa 8 kwenda kupanga laini tena, kwa sababu tuko na shauku na tuko na tamaa ya kuwafanyia kazi. Mtaombea serikali yetu ya kaunti? Mtaombea serikali yetu ya kaunti? Mapasta, kwa nini amuongei kwa nguvu? Mtaombea serikali yetu ya kaunti? Si tumejitahidi na kwamba tujue kwamba kufikia mwakani Januari hii inafika, watoto wetu ambao wako shule, hakuna mtoto ataenda na deni shule, kwa sababu governor ametayarisha basari. Kuna zile tumepeana tayari na kuna zingine governor anaenda kuachilia, ili Januari watoto wakati wanaenda shule tuhakikishe watoto wetu wameenda shule kama wamelipiwa shule school fees yote na governor. Sio ni vizuri? So tunataka kwa heshima kubwa tumkaribishe speaker wetu wa county, Speaker Wakili Jongo, ili akaweza kuja kuongea na aweze kukaribisha governor. Asante sana. Thank you very much. Tupigie majority leader wetu makofi. Governor wetu wa jimbo letu la Kiambu, Governor Kimani Wamatangi, familia ya our colleague Mheshimiwa JK, nikitambua mapasta wetu, viongozi wa kanisa, honorable members of the county assembly, my colleagues, watu wa Juja hapa Gashororo, na hapa Juja ward, ni wasalimu na salamu za Mwenyezi Mungu. Hamjambo? God is good and all the time. Mimi nimeshukuru sana. Nitakuwa mchache wa maneno kwa sababu sisi, unajua huko kwetu, mimi nyumbani ni Githunguri pale, na sisi tunafanya maneno ya ukulima wa maziwa. Tunasema kama kuna mahali ambao huwezi leta mchezo ni ile masaa ya kukamua. Tunasema hata ukituita unatupanga, lakini ikifika hapo saa 6 saa 7, wewe ujue hiyo ni masaa ya kufanya nini? Maneno ya kukamua. Na hata mimi saa hii najua hii ni wakati ya kutafuta pesa. Ni kweli si kweli? Sasa mimi nikianza kuleta story mingi si nitakuwa nimepotea. Sasa mimi nitakuwa mchache wa maneno. Ndio maana tulete pesa tuweze kusupport our colleague. Vile majority leader amesema, kwa majina ni Wakili Charles Thiongo, speaker wa bunge ya Kiambu. Tunafanya kazi na Mheshimiwa JK na sitaki kurudia yale majority leader amesema. Tumetembea hii safari na Mheshimiwa JK. Sisi kama bunge tumeweza kushikilia pale ambapo tungeweza kushikilia, lakini vile majority leader amesema, bill nayo imepanda mpaka ikazidi ile insurance cover ambayo tulikuwa nayo, na ndio maana tuko hapa na tumesema sisi tutashikilia our colleague to the end. Mimi hiyo naweza kuhakikishia. Ni shukuru MCAs wenzangu hawa, jamani, tuwapigie makofi hawa MCAs. Hawa wameshikilia Mheshimiwa JK kwa njia ambayo ni njia ya maana sana. Mimi nawatambua sana, pia nikitambua governor wetu, kwa sababu pia kwa hii safari governor umetembea na sisi, ukasema kwamba kama baba wa county utashikilia Mheshimiwa JK kama mmoja wetu. Mimi ndio acha nitoe ushahidi. Mimi ndio siku ya kwanza mimi kufika hapa Gashororo. Lakini mimi nimejua Gashororo hata kabla nifike hapa. Kwa sababu kama kuna wimbo mmoja JK anaimba mchana usiku, ni hospitali ya Gashororo Hospital. Kutoka siku ya kwanza mpaka sasa. Na mimi najua hiyo hospitali naambua iko mahali hapa na inaelekea kukamilika. Kwa hiyo ndio kazi ambayo JK anafanya wakiwa na governor hapa. Si tuwapigie makofi jameni. Kwa sababu wakati huu tumesema ni wakati wa kazi. Kiambu tumekuwa nyuma sana. Mimi nimetembea Kenya yetu kutoka huko Marsabit mpaka huko Kwale, mpaka Lamu, mpaka wapi. Na niwaambie watu wa Kiambu, sisi tumekuwa watu ambao tumekuwa nyuma sana. Na nikiajuka na iko hau nigera tuigue wega.
ithuĩ tũrakoretwo tũtigĩtwo thutha mũno. Ndaconokire thiĩte andũ hetagwo Kwale, Lunga nĩ rorete mũhaka wa Tanzania kũrĩa kĩanda. Warora atĩ andũ arĩa tugaga me werũ-inĩ rekei ndĩmũgegie andũ aitũ. Maendeleo marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere na kũu, ithuĩ tũkiugaga gũkũ tũkiugaga atĩ anga nĩ ithuĩ tũgũkũ Kiambu, anga nĩ ithuĩ tũrũgamĩrĩire bũrũri wa Kenya, ithuĩ handũ twehĩngĩcire. Na to rĩu nĩtuonete kahinda ga kũrutĩra andũ aitũ a Kiambu wĩra. Ũndũ ũrĩa wa bata nĩ ithuĩ tũnyitane, mũtũnyitĩrĩre twĩ ta thirikari, tũnyitĩrĩre gavana witũ tondũ nĩtũrona na wendi wa kũruta wĩra, tũtwarithie Kiambu witũ na mbere. Hau nĩ hega? Nĩngwenda kũria, hau nĩ hega? Will as many as of a similar opinion say aye? Basi gavana, sasa umesikia hiyo maneno, watu wamesema wanashikilia wewe, Kiambu iendelee mbele, na sisi pastors tuombee hii serikali. Tunajua vizuri, acha nimalizie na hii. Kazi mzuri nilienda Kwale nikaambiwa, ati kwa sababu vile wameendelea vile nimewaambia, ni kwa sababu walikuwa na gavana anaitwa Salim Mvurya. Alichaguliwa mwaka wa 2013. Hasa watu wa Kwale wakamuongezea 2017. Sasa hapa Kiambu mlichagua gavana huyu 2022. Haya, 2027 inakuja. Hapo nayo mtasemaje? Hapo mnasemaje? Si hiyo style ni hiyo? Ni hiyo ama ni namna gani? Kwa sababu ndio sasa tuendelee. Naona vijana pale nyuma wanasema hiyo ni rada. Vijana, si hiyo ni rada jameni? Kabisa. Asanteni sana, mimi sitaongeza hapo. Ningetaka tutayarishe makofi yetu tuweze kumkaribisha gavana wetu wa Kiambu County. Tupige makofi akikuja kutuongelesha. Karibu. Asante sana. Thank you. Marafiki wote wa mheshimiwa ambao wametoka hii area, waheshimiwa wetu tukiongozwa na speaker wetu wa County Assembly, Majority Leader, pamoja na viongozi wengine wote ambao wamechaguliwa kwa County Assembly yetu ya Kiambu, na watu wa hapa Juja, marafiki wote ambao wamekuja kwenye hii kazi ambayo tunataka kuungana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu mahali ambapo mtu yote alipo. Nasema asante. Asante, shukrani. Asante. Sawa. Tunashukuru na tutaendelea kuweka zingine. Niseme tu kwa ufupi ya kwamba leo tuko hapa ndio tuungane pamoja. Ikiwa mmoja wetu ako kwenye hali ambayo kama vile mchungaji ulisema na mhubiri wetu wa siku ya leo pia, kwamba rafiki yetu Bwana JK anatuhitaji siku ya leo, na isipokuwa Majority Leader amejaribu kuelezea, ni vizuri tusikilizane sisi wote, kwa vile hakuna hata tajiri mgani, hakuna hata mkubwa mgani ambaye anaweza kutembea kwa safari ya hii maisha na aweze kukabiliana na mahitaji na mambo yote ile yanamkuta binadamu akiwa peke yake. Haiwezekani. Na kwa hivyo unaweza kuwa unahitaji mtu siku ya leo kwa vile uko na upungufu wa kifedha, lakini hata kama una huo upungufu, kuna jambo lingine utamhitaji mwenzako juu yake. Siku ya leo huyu rafiki yetu Bwana JK, who is also my friend, tumefanya kazi naye hapa, na najua JK ni jamaa mzuri, ni jamaa mpole ambaye mnamjua, hana kelele, hana controversy. JK mkisema naye kitu, hata kuambia mambo mengi ya kelele, hutasikia kichochea huko, hata panga mipango huko nyuma, alafu upatwe na kutoa kwa vile alikuwa anakupangia. Yeye anakuanga mtu laini moja, na kila wakati ambapo tumezungumza naye kwa hii mipango yenye mmesikia. Nakumbuka juzi kuna wakati nimeingia hapa, na saa hizo kulikuwa na mafuriko sana hapa. Watu wa Gashororo wanaelewa wakati kuna mafuriko hii inakuwa namna gani. Hiyo ndio shida moja kabisa ya hapa. Tuliongea na yeye wakati kulikuwa na mafuriko,
tukasikilizana asitoke ground hapa, akae nimpatie hizo mashini atengeneze mitaro kutoka kule juu huko. Na wakati mvua ilianguka kabisa, wakati ilikuwa mafuriko kweli, kuna siku moja nakumbuka nilikuja hapa kupanda naika barabara, unapita huko Mung'etho unaenda huko juu. Sasa nilikuwa naulizia kwa wapi jamaa, nasikia songa mbele tu kidogo, songa mbele tu, ako huko mbele, endelea tu. Sasa mimi nilienda kufika huko juu mahali sasa imefurika kweli, maji imejaa. JK alikuwa huko kama wale wakulima mnaonanga huko Mwea, mahali wanakuza mchele. Akiwa huko ako na gambut, walikuwa na mmoja wetu pale, nikampata huko ndani huko na hana swali, na ameketi amenyeshewa, lakini hatoki mpaka ile kazi ifanyike. Wakati tulimalizana nilifikiri labda atanifuata nikiondoka, kasema hapana governor, mimi nabaki hapa. Hii kazi yenye mmesikia tunafanya hapa ya kujenga hizi shule, hii moja, tuko na nyingine hapo wanaita mashinani, iko kama hii tu. Nimesukumana na mjengo ya hapa karibu mwaka mmoja na miezi kadhaa, ikiwa Kiambu nzima kwa ward zote 59, tuko na ward 60. Kwa ward zingine zote 59 nilikuwa nishaanza hizi mijengo, zingine nimemaliza. Hapa ilikuwa imekataa, nilikuja tukaanzia hapa kwanza, ikakataliwa, tukaenda kule mbele kule pale tukagonga ukuta, tukajaribu kila mahali, hata tukatangaza, nikasema niko tayari kununua shamba sasa. Tumesukumana na hiyo mambo. Ni muhimu watu wetu wa hapa Juja tuelewane vile mheshimiwa amesema. Hapa kuna shida kubwa sana. Muelewe hivi, kwa kaunti ya Kiambu ile ward ile sub county, na saizi ni municipality, kuna watu wengi sana, ni Ruiru. Alafu unafuatisha Thika pande huu. Ukikuja sasa hapa Juja, alafu usikie Juja kwa hiyo umati yote hapa, na kwanza hapa sasa ndio township. Ati ukitaka kujenga darasa moja hivi ya watoto kuenda shule kwa watu zaidi ya 1700 hauwezi kujenga. Kwa nini? Kwa vile watu huku walijipanga kitambo na wakanyakua ardhi zote mahali unaweza kujenga pahali darasa ama hata hospitali ya kuhudumia watu. Tumepambana na yeye mpaka dakika mwisho. Sasa hapa tukakuja tukapiga magoti, tukaongea, tukasikiliza. Hapa hata nyinyi mnaona iko squeezed sana kwenye shule, na tulaumu ya kwamba vile hata maelezo tulikuwa tumeelezwa na shule mbeleni ni kweli, hamna hata mahali yenye unaweza shule inaweza fanya expansion. Lakini dakika mwisho walitusikiza, ndio tukaanza hii kazi naye. Hiyo ingine, hiyo mashinani, hata hiyo tulienda pia, tumesukumana, tumepiga mpaka magoti, ndio tukapewa mahali ya kujenga, na tukasikilizana na tukasema tutalipa hata compensation ndio tuwajengee hizi shule. Nasema huyu JK ni vizuri hata wakati ako kule hospitalini, watu wetu wa Juja Township waelewe ya kwamba nyinyi mko na mhudumu. You have a servant ambaye he may not be 100% because nobody is 100%, but kwenye kazi yetu hapa anang'ang'ana kabisa ndio iweze kufanyika. Tulikuwa tumepanga mipango ya hii hospitali, mmesikia, na najua wengi wenu mko hii area, so mnajua hii Juja kwa huo muda wote since tupate uhuru. Wakati mmenichagua kama governor, nilikuja kufanya inspection ya hiyo hospitali. Sasa mimi nikashangaa kwa hii town mzima ya Juja hii vile imejaa mpaka huko, na tuko na university mzima na mahali imejaa watoto na wamama ni wengi. Ile hospitali ilikuwa kwa hii Juja, ati ungeenda kuonyeshwa namna hii, ndio hii ilikuwa inaitwa Kashororo Dispensary.
Kushangaa yangu kwenda hapo wakati mlinichagua, wakati ilikuwa dispensary hiyo wa Shororo, hata kabla tujakuja kujenga hiyo hospitali, hata ukuta haikukuwa na ukuta, na ilikuwa na maternity hapo, wamama wakiwa kwa maternity, nao kuna wajamaa wanatoka hivi wamegonga moja mbili, wanachungulia huko wanasikia hata ukiwa hujakula ka breakfast kwako, unaweza kuingia hapo kwa hospitali na ukule hata chakula ya mgonjwa na ule. Haikukuwa hata na security, that most basic, na inasemekana ati ni hospitali ya Juja mzima. Ndio nikakuja nikawaambia wale walikuwa hapo, within the next 3 months nataka kuona hiyo hospitali yote ikiwa imejengwa a complete perimeter wall na gate. Ndio hata kabla hatujapanga ya kujenga hiyo hospitali yenye tumejenga sasa, hospitali hiyo iko secure. Tukatengeneza sasa, nikawapatia plan 2, tukasema Juja sub county, Juja municipality sasa hatuna hospitali hata moja ambaye hao watu wote 1700 wanaweza kupata huduma ambaye inafaa kwa level ya municipality. Ndio nikapeana hiyo contract tukishirikiana na huyu JK, tukapanga sasa hiyo hospitali, it is 85% complete. By February tutakuwa tuko ndani kwa hiyo hospitali. By February tutakuwa tuko ndani. Tunafanya handover ya phase 1 mwezi huu wa December. Hii phase 2 nimepeana phase 2 hiyo kazi ya mpaka February kwa shauri ya shida tuko naye hapa ya maji ya mafuriko ya drainage. Ndio nikaambia mwenye anafanya ukandarasi kutoka juu kule kwa ile barabara huko ashikanishe, alafu atengeneze drainage ipite huko chini ya hospitali kando, iende ipeleke maji mpaka huko chini. Ndio hata watu wenye wanaishi hapa tuweze kupata afueni juu ya hiyo mafuriko. Hiyo ndio ile kitu inabaki. So sasa mtu baada ya hiyo, mtu ukiwa unataka kwenda, kama ni kujifungua, kama ni kwenda operation, kwa vile hapo hii hospitali mpya iko na theater mzuri, kama ni mambo ya kupimwa ugonjwa yoyote, laboratory ile ni mzuri. Hapa kuna 160 beds kwa hii hospitali. Iko na ya wamama ya maternity, iko na ya wazee, iko ya watoto pediatric, tuko na theater 2 kwa hii hospitali. Tuko na laboratory mzuri. Kwa hivyo sasa Juja, watu wa Juja hakuna haja ya kujipanga ati wakati ukisikia mtu ni mgonjwa kwanza kupiga laini kule mahali vile tulikuwa tunafanya Thika all the time. Tumeshika hii Juja area yote kama sub county hiyo, hatuwezi kusema hapa saa hizi kwa vile kwa kila MCA hapo kwa Mweveri kule Weteithie, kwa MCA wetu majority leader pale Kalimoni, hapa sasa kwa JK, kwa Bwana Munana huko Theta, kwa yule mwenzetu wa kule Murera. Tumefanya kazi kwa kila ward ambaye inalingana. Hakuna mahali hatujajenga hizi shule. Kwa hivyo hiyo kazi yetu tunafanya, ndio nyinyi watu wetu wa Kiambu tuwarudishie mkono, niseme mkono, kwa vile mumegojea miaka 10 kupata maendeleo, wakati ward zingine, wakati kaunti zingine zote zilipata maendeleo, sisi wana Kiambu tulibaki nyuma. Kwa vile mwaka wa 2013 to 2017, 2017 to 2022, ile kitu ilikuwa juu ya Kiambu sana ya maendeleo ilikuwa ni siasa. Ndio mnaona mimi nimesema nimekanyangia siasa break. Nimesema kwanza tujenge kaunti, alafu kazi yetu iendelee. Siasa itakuja wakati wake, na ikikuja tutaichapa sawa sawa, ama namna gani jamani? So sasa hapo ndio tupo. Niseme sasa, wenzangu hapa tuliketi tukaongea. Mama, nataka nikupe pongezi zangu kwa vile naona umeshikilia familia kwa kujitolea pamoja na familia yako, your father na wengine. Bibi ya JK ndio naongea juu yake, kwa vile wakati tulikukuta kule hospitalini niliona umejishikilia vizuri, na pia nikaona unamtunza bwana JK hata akiwa huko kwa hospitali kwa njia nzuri na mapenzi mazuri, na sisi tunashukuru. Mungu akubariki sana. Hao vijana wako, najua JK akitoka hospitalini
atafurahi pia kuona umechunga vijana vizuri. And we are sure kwa yale maombi yameombwa hapa, Bwana JK atapona, atatoka, atakuja hapa tuendelee na kazi yake. Kwa hivyo kwa vile tulikuwa tumekuja kutafuta pesa, sasa ningependa niwaombe kila mtu ashikashike mfuko yake. Kama umekuja na kagunia iko kwa gari, enda ulete. Kama umekuja na briefcase, enda ulete. Mwenye amekuja na M-Pesa tutaelezwa ni wapi. Kama umekuja naye ikiwa kwa mfuko, weka kwa bahasha sasa. Ndipo tuanze kuendelea. Tulipanga na county assembly yetu, wanajua wamejipanga. So speaker pia na majority leader mtapanga mambo ya county assembly. Na kwa hivyo ningependa, kwa vile mchungaji alisema hapa Gioneke, so hapa Nyene leo lazima tujue Nyene kama ni hizi pande hii ama ni huku. Vile and then hiyo ingine, lakini unajua sasa ndio ora jana kwa kiugirete hapa hiyo ni hii Nyene, sasa hapa kuna hii. So na hata huko naona kama hakuna. Basi tuseme ni Nyene tu, na Nyene naona hata sisi tunaweza kujiita Nyene ama namna gani kwa upande wetu. Kwa vile JK ni wetu, tunakuwa tunahudumu na yeye kule kwenye kazi. Kwa hivyo tutaanzisha sisi wenyewe. Tukipewa hii kikapu hapa karibu itakuwa vizuri. Tufanye hii maneno ndio ikushe. Na nafikiri speaker wetu, wewe ndio utatuanzilisha mkiwa na timu yako, ndio sisi tupange hii mambo iendelee vizuri. Yeah. So speaker tuanze na wewe na assembly yako. Sijui kama ulikuwa unataka kuzindikishwa na Msheke. Okay. Kuna kama microphone nyingine ama ni moja? Okay. 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 All right. Thank you very much Governor. Vile ambavyo umesema sisi wakiuga ayagweshiria ene muno na idui na county assembly, kwa sababu JK ni mmoja wetu, na ningetaka kuchukua nafasi hii kwanza niwaalike MCAs wote mkuje hapa, kwa sababu hii ni collective effort ambao tumefanya pamoja, na ningetaka kuwaomba tuwapigie hawa MCAs wetu makofi, kwa sababu mimi nimeona ile dedication na kujitolea ya hali ya juu, na mmeelezwa vizuri vile ambavyo tunafanya kazi kwa pamoja. Tunafanya kazi kama all the 86 MCAs wa bunge yetu ya Kiambu, na vile majority leader alisema kwa sababu ya kikazi weekend normally inakuwa very busy, kwa sababu waheshimiwa anaenda mashinani, so ndio maana hatuko wote. Lakini ningetaka tu kusema ile effort ambayo tuko nayo hapa ni effort ya all the 86 MCAs wa bunge yetu ya Kiambu. Na Governor, vile tumeungana kama bunge ya Kiambu, tumeweza kukusanya kitu hapa ya kusimama na mheshimiwa wetu, Mheshimiwa JK, na hapa tuko na shilingi 860,000 ndio ambayo tumeweza kuunganisha hapa. Asante sana na tunashukuru. Asante. Sasa tuwapigie makofi nzuri. Asante. Hiyo hapa assembly yetu wametupatia 850,000. Nafikiri hata sasa baada ya Nyene ya upande wa assembly, sasa inakuja Nyene upande wa governor. So naye tuko na huyu mwenzangu anaitwa Njuguna. Na sisi hapa kwa upande wa kutoka kwa ofisi yetu ya governor tumeweka hapa saa hizi shilingi 800,000 kwanza, 800,000. Alafu saa zingine kamshahara yetu inachelewa kidogo, kwa hivyo nitaketi na watu wangu Tuesday. Nikikaa nao Tuesday tutajaza ikuwe one way. So Tuesday tutaketi na watu wangu wenye wako kwa ofisi, wengine hawako wamepanga vile tumepanga hapa, so tutajaza ikiwa 1 million.
Alafu sasa tuingie kwa nyene hizi zingine. Pande hii ama kuna mtu assembly alikuwa ametumwa na mtu mwingine? On this side, kama umetumwa kutoka assembly uko na kamfuko mahali ungependa kuongeza? Okay. Haya, wacha tukuje sasa pande hii, na wewe mchungaji, wewe ndio nitaita kwanza sana, ama tukuje kwa familia kwanza? Tuko. Okay, familia. Tuje kwa familia ndio tukuje kwa raia. Asante sana Your Excellency. Let us appreciate our governor in a better way. Nataka kuomba dadi mahali hapo na mam, sisi ndio nyene upande huu. Na tumesema kila mtu ni nyene, ni vile tu tunaenda na laini, sote ni nyene. Dadi, karibu haraka na familia. Mam, dadi, tafadhali ili ututangazie sisi nao nyumbani tuko aje, and then Your Excellency nitaomba wachungaji pia katika hiyo laini. Hii ni nyene ingine ya wachungaji, nami nitaita wachungaji wote nyene ya kanisa na iendelee. Dadi, naongea hivyo ndio uje utuambie ukoje. Nashukuru Mungu kwa maana tumeelekezwa na His Excellency. Hapa sio story, hapa ni kuachilia. Sisi yetu iko kwa PBIM, tumeweka 110,000. 110 from the family. Then we have the church. Hiyo nyende ya laini hiyo haraka. Kanisa la Nazareti, askofu. Ende. Then mapasta wengine wote chap tutaachilia. Sawa. As I said to Nazareth, tunaendelea kuchanga ili we have given 141,000. 141 from Nazareth Church. Asanteni sana. Nikipatiwa ruhusa nitaenda kwa wachungaji baadaye. Okay, nafikiri mchungaji sasa, wewe hata ndio ningeita hapa sasa, ndio uendeshe hii mambo ingine vizuri, kwa vile sasa wewe unajua, kwa vile roho na mafuta inafanya kazi na wakati sasa watu wakikuwa wangumu, wakiona mkono yako wataogopa kushinda yangu. Your Excellency the Governor, kabla utoke, kuna waheshimiwa ambao wako upande huo. Naomba hao tafadhali wafuate hiyo laini. Naona manager wa municipality. Yes. Tafadhali. Sasa tupigie huyu mheshimiwa makofi, mheshimiwa Mstadi, atapatia shilingi 20,000. Sasa huyu naye ndiye municipal manager wetu kule upande wa Kiambu. Ni jamaa wa hapa, amekuwa anafanya kazi na nyinyi hapa. Ametupatia shilingi 10,000 Bwana Moraya. Thank you. Haya, naye huyu anaitwa Bwana Dante, amepatiana shilingi 10,000. Asante. Haya, naye huyu anaitwa Njuguna ametupatia shilingi 10,000. Makofi jameni. Haya, sasa naye huyu kijana anaitwa Bwana Geshane. Huyu ametupatia 10,000. Wow, makofi jameni. Haya, karibu na Karaoke Juja Initiative ametupatia shilingi 15,000, 15,000. Makofi jameni. Haya, Reverend Jane, Vice Chair wetu wa hapa municipality ya Juja, ametupatia shilingi 10,000. Makofi. Makofi jameni. Ni vizuri majority leader amenifahamisha pia tulikuwa na ile pesa nyingine ilikuwa imetolewa kwa ile mtandao yenye watu walikuwa wanatoa wengi. Yes. Nafikiri naye nani anatangaza iko pesa ngapi? Nani atatupatia hesabu ya saa hizi? As of now. Your Excellency the Governor, tukienda kupatiwa hiyo hesabu, naomba wachungaji si wengi, tupate anointing ya His Excellency. Tafadhali simameni mapoke zetu. Individual contribution. Tukipatiwa hiyo hesabu ndio tuokoe muda. His Excellency asisimame tu. Tafadhali. Nimeanza Your Excellency, yes. The only pastor who shares your Christian name, Paul, in Kiambu. Haya, sasa makofi basi.
Hiyo ni baraka kwa Paul wote. Amepeana shilingi 5,000. Makofi. Makofi kwa mtameni. Ya wale Paul. Sasa na nyinyi wengine wachungaji, basi yule mwenye ako chonjo naweza kukuja. Wanapokuja Your Excellency, nimetangaziwa kwamba pesa za kamiti as at now ni 762,000. Okay, so kwa hiyo mtandao yenye watu wetu walikuwa wanachanga, tuko na another 762,000. So bado tunapiga hatua. Sasa nani mwingine mchungaji ulikuwa unataka kuja pande hii? Naona nikupumzishe Your Excellency. Yes, njoo. Wanapojipanga. Basi kuja tu wewe uendelee hapa. Thank you very much. Let us appreciate His Excellency the Governor. Mimi langu ni kuomba studio A, niombe MC mwenzangu aweze kutuendeleza, na kabla atuendeleze aseme just one word to His Excellency the Governor and the entire team of the County Assembly. Sana. Tunaweza pigia waheshimiwa makofi. Tuwapigie makofi. Alafu tuseme wabarikiwe. Wabarikiwe. Wabarikiwe sana. Mheshimiwa, tumeshukuru sana kwa sababu umetuongoza vizuri, na pia tutazidi kuongeza hizo pesa kwa sababu najua pia watu wako na pesa hapa nataka kuongezea. Lakini Mheshimiwa Museke, no kwihoe utuhingurire thimu, tutie turaingĩrio thimũ-inĩ. Kuna pesa tujiwekea kwa simu, tukikuomba tu tuwekee 10,000 kwa simu, mwenye simu afungue sasa simu. Ifunguke. Mtu wa simu wako wapi? Nani hapo upande wa simu? Hatujafungulia upande wa simu. Namba ya simu ni iko na paybill, na paybill ni iko pale. Paybill Mheshimiwa Museke ndio anafungua. Yes. Mheshimiwa, ndio turakufatana kinya huko. Tukwendete muno 805 9607 account JK. Gakana no gerera Museke ingi 10 okogerera hali thimo-ini. Gavana nake nĩ mũndũ wa bata mũno, kwanja ũkona ithuĩ tũrakena mũno. Hũra yes, thank you. Na nĩtũgĩkenaga tondũ kwa sababu ya Reverend araigua gũtwarĩre harĩa nake atĩ ahingũre na ĩno mũheci gĩcane harĩa gũtamanengere sana. Na pia kwa sababu tuko na wakati na Mheshimiwa, ukipata nafasi kuondoka, tumekupea ruhusa utuambie, sisi tutafurahia. Haya, wanaume pande hii mpo? Wanaume mpo? Speaker tini ndoiga ne aria maroiga munenamba nagera speaker we ndugaikie nyingĩ mũno ũndũ ũgũikia mũno. Yes, tugithii na mbere mururi wa Paxson TV, mururi wa Kikuyu Star TV muthenya wa muthi, otogwo ndakorwo ngigutarĩria hau uguo twi guku kundu gukio ta Gacoro, na otogwo ndakorwo kiona harambĩ no irakorwo igithii na mbere, na haha uguo ngiri na MCA ni ukorwo gitutaria marĩtwa make atwire arugamirire wadi ĩrĩkũ kana ni MCA kuma mwena ũrĩkũ, na tutarie wega niki gi muthenya kana niki kirakorwo githii na mbere muthenya wa muthi. Horo waku tugeithi hari uguo no twire witagwo atia na twire niko turi. Thank you. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Jane Wambui wa Kĩnuthia, na kwa guku Juja makanjĩta Jane Monique, na niĩ ndĩ MCA wa Gũthukio. Ndarugamĩte gĩthurano-inĩ na kĩama kĩa UDA, kura cikĩaga kũigana, ngĩgĩsupport kĩama kĩu na ngĩona gĩtĩ gĩkĩ kĩa nominated MCA. Koguo nĩ ndungatagĩra mũingĩ wa gũkũ Juja harĩa ndahota, nĩ tondũ tũkĩrĩ na MCA ũrĩa mũthure na nĩwe ũyũ mũrwaru Honorable JK. Na JK retwa buri yake ni JK ni etagwo Jeremiah Kiama Mwangi. Mau nimo marĩtwa make. No tũgũteria hanini atirĩrĩ arwarire rĩ nginya hau rĩu tũkinyĩte mũthenya na nĩ kĩrathi na reke njuge JK nĩ arwarĩte ta kahinda ka mĩeri ĩrathiĩ 5 kana 6, tondũ ambĩrĩria mũrimũ ũyũ rĩ ndamenyekaga mũno, nĩwonaga nĩ on and off,
agithie thibitari agacoka bunge koguo no njuge ni ta mieri irathie riu 6 na nä kwa arwarite ndingĩhota kũheana wega mũno tondũ he hĩndĩ aradiagonize twakerwo nĩ meningitis maũndũ ma meciria koguo niĩ hakwa ndingĩheana ũira mũtheru no njugire nĩ mũrwaru tondũ nĩ nyonaga biũ JK nĩ mũrwaru ti ũrĩa akĩrĩ rĩrĩa arĩ na hinya no rĩu mandagĩtarĩ no mangĩhota gũtũthereria wega mũrimũ wa JK nĩ ũrĩkũ. Mũndũ rero haya kariu atiriri no ambe tu brief mũthĩ nĩkĩ gĩkuo ũmũthĩ nĩ tũkũnyitanĩte family na MC othe a Kiambu na gavana witũ yani Kiambu county yothe nĩ tũgoka kũmwĩkĩra mũcango nĩ ũndũ wa mbirũ ya thibitari tondũ nĩ akomete gwa kahinda na ararĩ ICU koguo mbirũ nĩ nehete mũno tondũ sofa tũkĩetha ici tũkĩaria irorete milioni 6 kana by ũmũthĩ no korwo nĩ nginyu milioni 6 koguo tũrona wega tũnyitane ithuothe nĩ tondũ kaba ya JK nĩ kũhota kũmũkĩtĩra 1 million nĩ tondũ mũrimũ wake ĩrĩa ya thutha ĩkĩ expire rĩ ũrarĩ ongoing koguo ĩkũmũkĩtĩra 1 million ici ingĩ ciothe nĩ andũ megwetha na tondũ ndaumĩte nginya thibitarĩ rĩ nĩkĩo tũnyitanĩte tũrute ũmũthĩ na tũthiĩ na mbere na kũruta tondũ ndaumĩte thibitarĩ no nĩ tũrahoya Ngai amũhonie nĩgetha mbirũ ĩyo ĩkinyie mũico.